Leo nataka kukusimulia hadithi moja fupi ya mji unaojulikana sana. Hebu wazia hivi. Mji wako unatajwa na mtu anakujudge kutoka kwa mji wenyu. Anaposikia mji huo anawaza na kushangaa. Vipi wewe ukaweza kutokea mji huo? Hata kama umefaulu au hujafaulu, anaweza kutambulisha kupitia mji wako. Leo historia yetu inaguzia mji mmoja ambao umetajwa sana duniani. Tutaangalia historia yake kutoka kwenye vitabu vya historia na katika Biblia takatifu. Mji huu ni mji wa Nazareti. Kwa kimombo wanauita Nazareth. Hebu fikiria hivi. Mtu kutoka kijiji kidogo kisichojulikana anatokea akidai kuwa Masihi. Watu wake wenyewe wanamdhihaki wakisema, je, kitu chochote chema kinaweza kutoka Nazareti? Hiyo ndiyo aliyosema Nathanieli katika Yohana mlango wa 1 mstari wa 46. Leo tunaangazia Nazareti, mji wa utoto wa Yesu. Tutachunguza kutoka pande zote mbili, kibibilia na kihistoria. Ukweli, hadithi za uongo, dhana, umaskini wake, utukufu wake na umuhimu wake hadi leo mwaka wa 2026. Kaa nami, huenda ukatazama tena asili duni kwa jicho tofauti. Bonyeza like kama unapenda historia ya Biblia na story kama hizi. Basi tuanze. Ukisoma kitabu cha Yohana mlango wa 1 sura ya 45 mstari wa 45 hadi 46, Biblia inaweka wazi mazingira tatanishi sana. Inasema hivi: Filipo akakimbilia kwa Nathanieli. Tumepata yule aliyeandikwa na Musa, Yesu wa Nazareti. Nathanieli akajibu, Nazareti? Je, inawezekana kitu chochote chema kikatoka huko? Hapa kwanza nikupe muktadha. Ni wakati sasa Yesu anawatafuta wanafunzi wake. Na ukisoma vizuri, ni kweli hapa Nathanieli alikuwa ameketi kwenye mti, akakutana na Filipo, na Filipo akakubali kumfuata Yesu, na ndipo alikuwa anamwambia Nathanieli, tumempata yule aliyeandikwa na Musa. Basi, kwa nini dharau hiyo? Katika Biblia, Nazareti ni nyumba ya utoto wa Yesu. Mathayo 2:23. Pia ukisoma Luka 2:39 hadi 51. Yesu anakuwa huko kama mtoto wa seremala. Hiyo ni kitabu cha Marko 6 mstari wa 3. Anahubiri katika sinagogi lao na anakataliwa sana, hivi kwamba umati unajaribu kumtupa kwenye mwamba. Luka 4:16-30. Injili zinaonesha kama mahali pa kawaida lisilo na umaarufu. Hakuna unabii wa Agano la Kale unaoutaja. Sio Yerusalemu, sio Bethlehemu mji wa kifalme, ni Nazareti tu.
mji wa kawaida, lakini kutoka humo kunatoka hadithi kubwa zaidi kuwahi kusimuliwa. Uchimbaji wa kiolojia unaunga mkono Biblia 100%. Uchimbaji wa Kendak, Yardena Alexandra na wengine unaonyesha Nazareti ilikuwa kijiji cha Wayahudi halisi katika karne ya kwanza, kilichoanzishwa tangu karne ya pili hadi wakati wa Yesu, kabla kuja kwa Yesu. Ukweli muhimu, kuna mambo ambayo lazima tuyaangazie kuhusu mji huu. Idadi ya watu ilikadiriwa kuwa 200 hadi watu 500. Wengine wanasema hadi kuanzia watu 250 hadi 430. Karibu nyumba 50 za mawe na udongo kwenye ekari 4. Uchumi wa Nazareti ilikuwa ni kilimo tu. Vyombo vya kusaga mizeituni, divai, magala ya nafaka, visima vimepatikana huko. Hakuna majengo makubwa, hakuna kuta za mji. Watu wa Nazareti walikuwa Wayahudi wenye imani na maisha ya kawaida. Vyombo vya udongo vya ndani pekee, hakuna vitu vya kifahari au glasi. Walifuata sheria za usafi. Eneo hili ni kijiji kidogo cha mlimani. Ilikuwa kama Injili zinavyoelezea, kijiji cha kilimo kilicho nyuma. Hakuna kutajwa katika Agano la Kale au maandishi mengine ya kale. Ndiyo maana baadhi ya wasioamini walishuku kama ilikuwepo. Hapa ndipo dhana inakutana na ukweli. Dhana: Galilaya yenyewe ilikuwa na sifa mbaya miongoni mwa viongozi wa Yudea. Inaonekana kama ya kishambani, mchanganyiko na chini ya usafi wa Kiyahudi. Nazareti ilikuwa kielelezo cha kutojulikana. Maneno ya Nathanieli hayakuwa na chuki. Ilikuwa dharau ya kawaida ya miji midogo. Masihi katoka huko? Tafadhali acha kejeli. Hadithi za uongo kuhusu mji huu zinasema baadhi ya waandishi wa kisasa walidai Nazareti haikuwa na watu wakati Yesu alikuwa anazaliwa, au ilizuiliwa na waandishi wa Injili. Kitabu cha Ren's Psalm, The Myth of Nazareth, kilisukuma sana dhana hii. The Myth of Nazareth kilisukuma dhana hii sana, lakini kiarkeolojia kilifunga mjadala. Vyombo vya udongo, nyumba, shamba la karne ya kwanza na mapango ya mazishi yote yanalingana na miaka 100 kabla ya kuja kwa Yesu na miaka 100 baada ya kuja kwa Yesu. Nadharia ya kuwa haikuwepo sasa ni ya pembeni na ya kubuni. Hakuna ushahidi ilikuwa mji wa dhambi. Hiyo ni kupanua baadaye. Ilikuwa tu ya kawaida. Mambo mazuri yanayotokana mahali pasipojulikana. Injili zinayogeuza hadithi. Mungu anachagua duni ili awaibishe wenye kiburi. Wakorintho wa kwanza 1:27 hadi 26 na 9. Uwezo wa mali wa zamani. Karibu sufuri kwa viwango vya leo. Kila mtu alikuwa maskini ikilinganishwa na matajiri wa Kirumi. Yosefu na Maria walikuwa wafanyakazi wa kawaida. Seremala walipata cha kutosha kwa mahitaji ya kimsingi, lakini waliishi kwa unyenyekevu. Hawakuwa matajiri, hawakuwa na nguvu, imani na kazi tu. Basi tuangazie Nazareti ya kisasa.
Idadi ya watu sasa hivi kulingana na takwimu za mwaka 2024 hadi 26 zinasema mji wa Nazareti una watu 75,000 hadi watu 80,000. Umekuwa mji mkubwa wa Arabu nchini Israeli. Wengi ni Waislamu na Wakristo wa Kiarabu. Ina 25% ya Wakristo. Uchumi wake unategemea sana utalii wa Kikristo. Huko kuna kanisa la Annunciation na pia kuna kisima cha Maria na pia kuna ile ambayo inajulikana sana kama The Nazareth Village. Hapo awali mahujaji wa Kikristo walikuwa wanakuja kwa wingi. Hivi sasa Nazareth inakabiliwa na mgogoro wa kiuchumi. Vita vya Israel na Hamas viliharibu utalii, na mnajua kwamba vita hivyo vinaendelea mpaka sasa. Kiwango cha umaskini nchini Israeli tayari ni kikubwa, na jamii za Waarabu kama Nazareti zinakabiliwa na changamoto zaidi kutokana na tofauti za kimfumo. Ilikuwa kitovu cha utalii na mji mkuu wa Waarabu wa Israeli, lakini leo inakabiliwa na masoko matupu, uhalifu unaongezeka na wakazi kuhamia nje. Bado ni mji unaoishi, sio makumbusho. Uko hai. Milima ile ile Yesu aliyotembea sasa ina masoko, shule na familia zinaishi hapo. Licha ya yote, utukufu wa Nazareti hauwezi kukataliwa. Kijiji hiki kidogo kilimzaa mtu mwenye ushawishi mkubwa zaidi katika historia ya binadamu. Yesu wa Nazareti. Yesu aliugeuza ulimwengu kichwa chini. Kutoka barabara zake za vumbi kulitoka ujumbe uliounganisha falme, kuhamisha mabilioni na kufafanua upya unyenyekevu, upendo na wokovu. Kikiakolojia sasa inatuwezesha kutembea mahali alipotembea. Kihalisi, nyumba ya karne ya kwanza iligunduliwa mwaka 2009. Inalingana na maelezo ya Injili kikamilifu. Nazarethi inadhibitisha kuwa Mungu anatumia vilivyopuuza. Utukufu wake si katika ukubwa, mali au maarufu. Ni katika alichokifanya Mungu kupitia humo. Hadi leo, Nazareti bado ni mahali pa mahujaji duniani. Mamilioni bado wanatembea ili waje na kuona. Ni ukumbusho hai kwamba asili duni haziwezi kuzuilia hatima kubwa. Katika ulimwengu unaopenda nguvu, mali na umaarufu wa mtandao, Nazareti inang'ong'oa. Angalia vilivyopuuzwa. Utukufu mara nyingi huanza kidogo. Pia inaonyesha changamoto halisi za ulimwengu, ugumu wa kiuchumi, mvutano wa kisiasa, imani katika mgogoro. Wakristo, Waislamu na Wayahudi wanaishi bega kwa bega hapa, kama katika Galilaya, tofauti ya Yesu. Hadithi yake inatuchochea. Je, kitu chochote chema bado kinaweza kutoka mahali ambapo ulimwengu unaandika kama hakina maana? Jibu ndio. Kabisa inawezekana. Iwe unakabiliwa na wakati wako wa Nazareti, unahisi mdogo sana, maskini sana au usiyejulikana. Historia ya mji huu inasema, njoo uone Mungu anaweza kufanya nini. Basi, unafikiria nini? Nathanieli alikuwa sahihi ama hadithi kubwa zaidi ya kurudi nyuma?
Hebu niambie kwa comment, umefurahishwa na kujua mji huu uliodharauliwa na watu, na umejua kwamba Nathanieli hakuwa na kosa? Ni vile dhana iliyokuwa kuhusu Nazareti. Kama ulifurahia uchunguzi huu wa kina wa kibibilia na kihistoria, nibonyezee like na uwashe arifa yako. Wakati ujao tutachunguza mahali pengine pasipotarajiwa katika Biblia. Asante kwa kutazama. Nakumbuka, mambo bora mara nyingi yanatoka mahali pasipotarajiwa. Tutaonana katika video inayofuata. Mungu akubariki.